tunataka kila kitu amalize Mungu. Kuna vitu vya kufanya wewe Mungu akudhihirishe kwenye utukufu wake. Sasa ukishaomba, angalia ule msukumo na kusukuma kwenda wapi. Na ukisikia wazo ndani, liatamie. Kwa nini nimekujia ghafla? Usijikadirie ulivyo, kadiria ukubwa wa Mungu. Alafu utafanikiwa. Ukimkadiria Mungu ni mkubwa kuliko hicho unachokiona ni kikubwa, I'm telling you, utatoka. Lakini ukianza kumkadiria Mungu ni mdogo kulingana na unavyowaza wewe, huwezi. Na hiki ndio kinatusumbua watu wengi sana. Tunamkadiria Mungu. Sasa nikaenda. Nimefika ito nikakuta watu fulani wanapiga story. Nikamwambia jamani, hamjasikia huko nje mji mashamba yanauzwa, maana hapa mjini pamejaa. Akasema hatujasikia, hatuelewi. Nikamwambia ila mkisikia jamani, mkisikia naomba mniambie. Nataka nitafute tu shamba jamani. Nimechoka kukodisha mashamba. Wakati nasema mkisikia, akatokea mlinzi anayetulindiaga maduka. Akasema, mtumishi, nimesikia kama unatafuta mashamba. Kuna mzee fulani anatokea Tukuyu. Nilisikia anauza mashamba. Ngoja nimpigie simu. Akampigia. Mzee, kuna mtu anatafuta mashamba. Yule mzee akasema, kweli kabisa. Kama anataka mashamba ninayo. Tena nimetingwa. Nauza mashamba eka 4 ziko mahali pamoja. Nauza kwa milioni 4 zote anipe. Sina hata 100. Ila nimesikia wazo ndani yangu. Nikamwambia mzee, kiukweli hela ya karaka hapa nayo milioni 1. Ila mashamba nayataka. Ila nina milioni 1. Na kati ya vitu ambavyo Mungu amenijalia mimi ni ujasiri. Mimi siogopi. Ni ujasiri. Kumbe ndani yangu hili jambo Roho Bwana alishajua. Na kwa sababu nimemjua akinisaidia maeneo mengi, sina mashaka. Kilichomfanya Musa awe na ujasiri ni Mungu aliyemtokea wakati moto na waka, kabadilisha ile fimbo ikawa nyoka. Alijua ndo huyo na bahari ya Shamu tutaenda naye. Tumia ule upako mahali Mungu alikutetea. Kumbuka uwezo ule aliokuwa nao, na hapa atajitokeza zaidi ya ule. Amen. Usimshushe Mungu hata kama jambo ni kubwa. Jifunze kumfanya Mungu akae kwenye nafasi yake. Au mkubwa kuliko imani yako, kuliko akili zako, kuliko uwezo wako. Sasa yule mzee akasema, kijana, kiukweli nataka niuze mashamba yote, ila nina shida na hela. Nimetafuta wateja hii wiki ya 3. Kumbe Mungu alizuia. Hivi jamani, shamba la milioni 1 kweli huwezi kupata wateja? Matajiri wangapi wamejaa mjini? Roho Bwana alienda kupima, hamna wateja, ili shamba ni la huyo na kwangu. Nikamwambia mzee, njoo Mbeya. Sina hela, njoo Mbeya. Nikawaza, ngoja nikapata kwenye mtaji. Nimpe mzee milioni 1. Akasafiri akaja Mbeya, tukaandikishana kwa viongozi. Kama tumeandikishana tukaenda mpaka kuyatazama ile mashamba. Pale Kawetele. Unakuja unakuwa kama mnaenda vibaya vijijini. Pale tena pana kijiji kazuri sana. Mashamba yamenyooka, afya na rutuba. Tumemaliza pale, tukaandikishana kwa kiongozi wa kijiji, tukagonga na Mungu. Amenipa milioni 1, sasa atafute hii iliyobaki, hii milioni 1 nikaendelea kusofia mambo yangu, ili iliyobaki anipatie, mashamba yanakuwa ya kwake. Nikampa milioni 1 akaondoka. Ameniachia deni la milioni 3. Ndio napambana nayo sasa. Nimiliki eka 4. Zote ziko mahali pamoja. Lakini wazo lilitoka, Mungu aliniambia, tafuta mashamba. Kwanza kukodi mashamba saizi inatosha. Anza kutafuta mashamba ya kumiliki. Kwenye yale mashamba, kijiji kimezunguka huko, watu wanajenga. Kwa baada ya miaka 5, yale mashamba yangu inakuwa ni viwanja. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jiambie hivi, nimsikilize Roho wa Bwana. Tuna kipengele cha pili. Kipengele cha pili. Roho ndani ya Roho Mtakatifu. Unaposema Roho Mtakatifu unazungumza ofisi 7 za Roho Mtakatifu. Ofisi ya pili ni roho ya hekima. Hebu sema roho ya hekima. Ni kile kitabu cha roho ya hekima. Sasa mimi nataka nitafsiri neno hekima kwanza. Mtu anaposema hekima anamaanisha nini? Ni hali bora, wale mnaoandika. Ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli. Hekima ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa vitu, binadamu, matukio na mazingira mbalimbali. Narudia tena. Ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa vitu, binadamu, matukio na mazingira mbalimbali. Alafu pale mbele malizia hivi, na kuchagua
lipi zuri la kufanya na lipi si zuri la kutokufanya. Matukio na mazingira mbalimbali, na kuchagua lipi zuri la kufanya na lipi sio zuri la kutokufanya, usilifanye. Hiyo ndio inaitwa hekima. Hasa Roho Mtakatifu ana roho ya hekima. Watu wanafikiria hekima ni kuwa mtulivu, hekima ni kunyamaza. Hiyo sio hekima. Ni mtoto wa hekima ndani ya tafsiri ya hekima. Hekima ni hali bora ya ufahamu uliokuwa, uliojitambua, ambao mtu anao. Unaanza kujua hawa ni watu, hivi ni vitu, haya ni mazingira fulani. Lipi nifanye sasa kwa ajili ya nini? Lipi nisifanye kwa ajili ya nini? Kwa mfano, kuna watu mko, okay, tufanye hapa mpo kule kwetu Itua. Mtu anatoka sokoni, ameuza shilingi 20,000 dukani. Ile 20,000 lengo lake aende akaingize kwenye akaunti, iingie kwenye akaunti. Anafika barabarani, ghafla anakuta mtu anauza wax shilingi 20,000. Tufanye tu, haipo kwenye mpango, hakuwa na wazo la kununua nguo wala viatu, ila amemkuta chinga, anamwambia mama, nitakupunguzia kutoka 25 utanipa 22. Mama, hebu angalia ilivyokaa, angalia ilivyo nzuri. Anaikuta ghafla anaanza kunasa, ghafla anatoa 30,000, anatoa 22, inabaki 8,000. Hebu nikuulize swali, chuma ulete hapa ni nani? Wazo la kununua nguo lilikuwa hapo. Wani limekuja. Watu wengi tunaongozwa na hela, hatuongozwi na ufahamu. Hela ikikuongoza itakupangia cha kufanya kila siku. Ukiongoza hela, hata ukiweka akiba uende kuichukua. Mko watu hapa mnaweka akiba, ndani ya siku mbili unakwenda kuichukua akiba unatumia. Na adui wa akiba ni mtu mwenyewe uweka akiba. Na ubaya wa akiba ukiweka inaanza kukushawishi, katika hela. Ukikaa tu katika hela ni kuweka M-Pesa. Wewe katika hela. Nikaeje na njaa kati kuna kanyama katika hela. Unajikuta unaenda kuchukua ka 10,000 na nunua kilo, imeshapungua 300 inakuwa 290. Unapunguza malengo. Tumishi wa Mungu, hekima ikiwa ndani ya mtu. Ukisema milioni 2 is lazima ninunue uwanja mwaka huu, sitoi hata 100, kazi yake kwenye akaunti. Wakikwambia mama yako anaumwa yuko hoi, usiende kuchukua hiyo milioni 2 ukamtibie mama yako. Nenda kakope, kamtibu mama yako. Ukikopa utalipa, ukijikopesha ulipi, no? Au umenikasirikia? Hakuna mtu anaweza kujikopesha hela hapa. Hayupo. Wewe unaweza kujiwekea masharti wewe. Kisema hela yangu nilipe, yani nitatafuta. Ndio unazidi kufilisika. Ndio kinachokusumbua. Hekima ni hali bora ya mtu kujua kipi nifanye kwa ajili ya nini. Mama naumwa. Mama yako angeumwa kabla hujaweka hiyo milioni 2, ungepata wapi hela kumtibia? Iumize akili vile. Sema sina hela. Nini? Hii ni ya uwanja. Anza kufikiri. Nafanya wapi? Nenda kakope. Hata kama za moto, kakope. Ukikopa utatafuta hela utalipa. Lakini ukijikopesha utalipa. Nini? Hii hela ni ya uwanja. Haitoki hata 100. Nakwambia utakuwa unafanikiwa. Unaenda tu. Nini? Kila unaoliwaza kwenye malengo haliharibiki. Hekima ya ndani yako inafanya kazi. Lakini watoto wa Mungu wengi hapa tunaipiga hekima ina kazi. Na maandiko yanasema hivi, hekima hatoi sauti. Maana yake ni hekima inalalamika ndani. Wewe usifanye hili, usifanye. Una nguo 10. Unataka kununua nguo ya nini wakati hujajenga? Hivi kweli mtu mwenye akili timamu ananunua gari kwa nyumba ya kupanga? Gari la kisasa anapaki pale mbele, halafu nyumba analipa kwa mwezi 100,000. Hiyo hela ya gari hiyo, kwa nini usitafute uwanja? Hekima hatoi sauti. Na mzungumza Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tuko pamoja hivi, punga mkono wako namna hii. Sasa twende Efeso 1. Angalia ule mstari wa 16 na wa 17. Hekima, roho ya hekima, hali bora ndani ya mtu. Mstari wa 16 unasema, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu,
awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Ino kicho. Alafu Ayubu anasema hivi, sitasoma. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kuna kumjua Mungu koje? Nizungumze kama vitatu vinne vitano hivi. Asema hivi, siache kutoa shukrani zangu kwa Bwana nikimwomba Mungu wa mbinguni awajalie ninyi roho ya hekima katika kumjua yeye. Roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Awajalie muwe nayo ili mumjue yeye. Naomba naulize watu hapa uione. Hivi ukiwa maskini wewe, Mungu naye ni maskini? Ukilala njaa wewe, Mungu analala njaa? Wewe ukiumwa, Mungu anaumwa mbinguni? Mungu hajawahi kuumwa, hajawahi kulala njaa, hajawahi kuwa maskini. Ndio maana Yesu alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe. Si ndio maandiko yamesema? Maana yake mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwanza, uweze ukatembea kwenye mafanikio bila kuwa na maono au ndoto ya kukusukuma. Na ili uwe na ndoto ya kukusukuma, mwangalie Mungu anawaza nini kwa ajili ya kesho yako. Ili uweke hela kwa ajili ya kesho, lazima uwe na kitu kwenye akili ambacho ni lengo kwa ajili